Umezungumzia barabara kuwa mbovu na kuna imekuwa ni mtihani mkubwa sana. Hii ni changamoto ya kiserikali. Una ombi gani au una lipi la kuzungumzia baada ya kiwa ni miongoni mwa watu ambao unaifanya kazi na changamoto unakutana nazo? Mimi nipenda kusema kwamba kwanza najivunia kwa dereva wa kike na pia najivunia kuwa na rais mwanamke wa Tanzania. Napenda kumuomba mama yangu Samia aweze kuiangalia yangu ya udereva kwa jicho la tatu. Ametupambania kwa baadhi ya vitu ikiwemo mishahara, lakini bado haijatendewa haki kama inavyostahili. Kwa hiyo tunamuomba rais wetu mama Samia aweze kututafutia watu ambao wanaweza kuchunguza sekta ya udereva ili tuweze kupata haki zetu kwa wakati na tuweze kusikilizwa kama watu ambao tunafanya kazi ambazo zinategemewa na jamii nzima. Maana dereva ni mtu ambaye anategemewa kwa 100%. Kwa hiyo tunamwomba mama Samia aweze kutusaidia watu kutuchunguzia hii sekta ya udereva kwa kina. Alafu kingine, miundombinu ya barabara. Baadhi ya sehemu barabara ni mbovu mno. Madereva tunapata ajali kulingana na miundombinu ya barabara. Kwa hiyo tunaomba mama yetu atusaidie sisi madereva wa Tanzania, tunamuomba atusaidie. Tunahitaji miundombinu ya barabara. Kwa tunamuomba mama yetu kipenzi, mimi mwanamke mwenzako ni mpambanaji na hii ndio ofisi yangu. Tunaomba utusaidie. Tunahitaji miundombinu ya barabara, maslahi yetu kiujumla yaweze kuwakilisha sehemu husika ili tuweze kupata msaada. Bila dhani adhira itakuwa imefika kwa mama yetu Samia, rais wa nchi hii. Madereva wanahitaji barabara iliyo nzuri kwa ajili ya kazi yao, lakini pia wamezungumzia maslahi yamekuwa madogo. Ipatikane sehemu ambao wao wanaweza kwenda kuzungumzia kuhusu maslahi yao, maana hakuna kazi bila maslahi.